ndio isije kudhuru wa Kenya wote. Naam. Kwa hiyo ndio sababu unaona katika serikali kuu tuko na fedha za kuangalia hayo magonjwa. Naam. Lakini sana sana katika ugonjwa wa kawaida, katika kuhitaji matibabu ya kawaida, hiyo ni jukumu la kaunti. Naam. Now ile shida iko ni kwamba kukiwa na shida ndio watu wanalaumu serikali kuu. Na nataka kusema ya kwamba katika ile mada inachangiwa na wananchi, lazima tuheshimu maoni yao. Kwa sababu yule anasema hatujafanya kazi ama yule anasema tumefanya kazi, inatokana na vile yeye mwenyewe anaona hiyo wizara ama hiyo matibabu inaendelea. Naam. Ama alienda hospitali ama dispensary na hakuridhika na vile alitendewa. Naam. Kwa hivyo lazima tusikize. Lakini ile tofauti lazima tuijue sawa sawa. Naam, kwa sababu hoja hiyo imejitokeza na arifa kwanza tuna simu zishaanza kuingia. Tupokee simu kutoka kwa Lang'at akiwa eneo la Bomet. Hujambo? Kwa sana. Shukrani dadangu. Jukwaa la KTN. Swali lako kwa Daktari Mailu ni lipi? Asante sana. Wacha niulize waziri. Mimi naitwa Lang'at kutoka eneo la Bomet County. Naam. Sub County ya Bomet Central. Nitataka kuuliza waziri swali moja juu ya wizara ya afya imewekwa kwa county. Kwa nini bado wanashikilia hiyo wizara? Naam. Na hiyo ni default wa county. Swali yangu la mwisho ni zile bidhaa ambao walinunua kama national government. Kwa nini governors kwanza? Kwa sababu governors walikuwa wameweka pesa ya hizo equipment. Na kwa nini wao walienda kununua hizo vifaa bila kujulisha magavana? Naam. Hiyo ndio swali langu. Asante sana, naitwa Lang'at kutoka Bomet. Shukrani sana Lang'at. Hayo ni maswali mazuri sana ambayo amekuuliza. Nimeona kidogo ulikuwa unatatizika kumsikia. La kwanza nauliza, na hili swali nilikuwa nimekuuliza tulipokuwa tukizungumza awali. Iweje kwamba iwapo huduma za afya zimegatuliwa, sasa ziko chini ya serikali za kaunti, kuna haja gani ya kuendelea kuwa na wizara ya afya? Hilo ndio swali lake la kwanza. Na swali lake la pili anauliza, iwapo huduma hizi zinasimamiwa na serikali za kaunti, hasa masuala ya ununuzi wa vifaa vya matibabu, mbona serikali ndio inaenda kununua badala ya kuachia serikali za kaunti jukumu hilo? Asante sana. Kwanza ile swali ambao ingawaji tumegatuliwa, kwa nini wizara ya afya? Wizara ya afya katika ugatuzi, na akisoma vizuri katiba, kuna ile kazi wizara ya afya imepewa. Kwanza ni kutengeneza mikakati ile inaonyesha ni vipi wananchi wa Kenya watahudumiwa katika nchi nzima. Pili, kuangalia kwamba wizara ya afya inaangalia wale ambao wanapeana matibabu na yale mahospitali ama vile vituo vya kupeana matibabu ziko sawa, zimeandikishwa vyema, viko na vyombo na zinaweza kupatiana ile huduma inatakikana. Pili, tatu, wizara ya afya lazima tuone ya kwamba tuko na wafanyikazi, tunasomesha watu na tunawapatia ile skill ya kufanya zile kazi kama madaktari, clinical officers lazima wafunzwe ndio waandikwe na hizi county. Hiyo ni kazi, hiyo mambo ya kutrain watu ni juu ya serikali kuu. Ile ingine ni kwamba lazima tuone katika county na wale wanapeana matibabu ya kwamba tunaendelea kufanya research ile ya kuonyesha vile magonjwa inakuwa katika nchi. Na ile ya mwisho ni kwamba yale magonjwa inapita mipaka, lazima yaangaliwe na serikali kuu. Kwa hivyo iko jukumu ya kuwa na serikali kuu, lakini si kubwa vile ilikuwa wizara kubwa vile ilikuwa zamani, kwa sababu watu wengi wameenda kufanya kazi katika county. Ile ingine ya hii mswada ambao ni wa kununua vyombo, hiyo inatakikana kuonekana kama nia njema ya serikali kuu. Kwa sababu wakati wa ugatuzi, na tunajua ya kwamba ugatuzi ungechukua miaka 3, lakini ulifanywa kwa mara moja tu. Hizi hospitali na vituo vya afya zote hazikuwa katika hali sawa. Zingine zilikuwa sawa, zingine hazikuwa na vyombo, zingine hazikuwa na madaktari. Kwa hivyo tulikuwa katika level tofauti. Na katika hiyo mswada ambao serikali iliona ni vyema inunue vyombo, ndio hizo hospitali zote baada ya Juni kuingia zitakuwa
zimetengenezwa, zimepewa vyombo na zimerekebishwa mpaka zinaweza kutoa huduma fulani kwa wananchi. Ndio kila kaunti katika hizo hospitali mbili ziwe na hospitali ambao ziko sawa kwa kiwango sawa, ndio watu waweze kuhudumiwa. Hiyo ilikuwa nia ya serikali ya kupeana pesa, na hizo si pesa zile zilikuwa za bajeti ya kaunti. Hizo ni pesa serikali kuu ilitafuta, ndio ikawaongezea kununua hizo vyombo. Na si sawa kusema ya kwamba serikali za kaunti hazikuhusishwa. Katika mkutano wa February 2014 magavana walielezwa juu ya hiyo mswada na wakakubali. Na county executives for health, wale ni ministers wa health katika county na county directors wa health, walienda kwa mkutano pia na wakaelezwa na wakatoa hata communique ambayo iko na sahihi ya kila mtu kusema ya kwamba huu mpango wa kununua vyombo ni mwema kwa sababu utasaidia hospitali zote kwa muda mfupi. Na ndio sababu serikali kuu ilifanya huo mpango na kununua vyombo na kuweka katika hizi hospitali. Na tunaendelea kuweka ndio tumalize mwezi Juni tuwe tumemaliza katika kila hospitali. Vifaa vya theater, operation, vifaa vya kupiga x-ray, vifaa vya wale watu wana magonjwa ya figo kuwa wanaweza kuhudumiwa. Hizo zote na wale wako na magonjwa mahututi vile mahali wale wagonjwa mahututi wanaangaliwa tuweke katika hospitali. Ndio hizo hospitali ziwe zinaweza kuhudumia. Huo ni mpango wa kusaidia county ndio iweze kuwa hizo hospitali ziwe kwa level moja. Lakini kwa hivyo hizi pingamizi ambazo zimekuwepo kutoka kwa magavana, baadhi walisema kwamba hawakutia saini hayo makubaliano kwamba vifaa hivi vinunuliwa, kidai kwamba hawakuhusishwa. Je, mmetatua vipi tatizo hilo ili kuona kwamba mashine hizo zinafikishwa katika kaunti kwa wakati ufao? Ndio kulikuwa huo mswada, watu walikuwa wanaongea ile kitu kile kizuri ya kwamba kufikia sasa magavana 46 wameweka sahihi hiyo mswada. Mmoja yule hajakubali, ni mmoja ambaye hajafanya hivyo. Na ile kitu ya maana ni kwamba hata yule ambaye hajaweka sahihi alitukubalia tuende kwa hizo hospitali ndio tuweke hizo vifaa, kwa sababu anajua kujua ni nani huyo. Hiyo sitasema kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua hizi vifaa zitakuwa za maana kwa watu wake. Kwa hivyo hakuna gavana ambaye kwa sasa hataki hizo vyombo katika hospitali zake. Leo tumevuka mipaka, mtazamaji. Tuna simu kutoka Qatar ambayo tunapigiwa simu na Albert Nyambane akiwa Qatar. Hujambo? Sijambo Subeda Kome. Shukrani sana kwa kutizama ukiwa Qatar. Tunafurahia sana kupokea maoni kama hayo. Wewe, swali lako kwa waziri ni lipi leo? Mimi swali langu kwa waziri na nauliza. Naam. Hiyo mitambo yenye wananunua kutoka nchi za nje. Mbona wanaleta mitambo yani yenye haitoshelezi na kulingana na wingi wa watu? Naam. Kwa sababu watu ni wengi na wanaleta mitambo ile wachache iweze kuhudumia watu wote. Sasa watachukua hatua hiyo mitambo itosheleze. Naam. Yeah. Naam, shukrani sana. Ni Albert Nyambane akiwa Qatar. Shukrani kwa kutizama Jukwaa la KTN. Anauliza mitambo hii mnayoinunua haitoshi katika kaunti ikilinganishwa na idadi ya watu iliyopo. Labda utufafanulie ni mitambo mingapi imenunuliwa kufikia sasa, kama ile ya MRI, kuna zile za saratani na vifaa vingine. Ni kufikia sasa ni vifaa vingapi ambavyo vimenunuliwa na vimefikishwa katika kaunti ngapi? Ni kweli vile anavyosema. Hazitoshi. Lakini lazima tuanzie mahala fulani. Naam. Na hiyo mahala tunaanzia ndio tuweze kuwa tunaenda kwa zile hospitali zingine kama vile muda unaendelea, kwa sababu ingawaji serikali kuu inaweka hizi vifaa kwa hospitali 98 katika nchi nzima, hospitali 2 kwa kila kaunti, na zile za Kenyatta, Moi na zile Mathare na spinal injury tunaweka hizo vyombo. Ndio maana hizo ziwe zinaweza kuhudumia watu katika ile tunaita county referral hospital na level 5. Hiyo si kusema zinatosha, tutaendelea kutafuta nia ya kusaidia county ndio vifaa viendelee kuingia katika hospitali zile zingine. Lakini huu ni mwanzo. Na vile vile serikali kuu ikiweka fedha na ikisaidia county hata
watu wa kaunti, na ukienda kwa kaunti nyingi au magavana wameweka pesa katika hali ya matibabu na wanaendelea kujenga na kununua vifaa vingine kuweka kwa zile hospitali zingine. Kwa hivyo kufikia sasa ni vifaa kama vingapi tunazungumzia? Sasa kwa wakati huu kwa sababu mradi utaisha mwezi Juni, tumeweka hizi vifaa katika hospitali 35. Naam. Na hizo ni county 35 ama ni hospitali 35? Hospitali 35 kwa sababu mwisho wake tutaweka katika hospitali 98 na zile nyingi zao zitaisha huu mwezi tuweze kuwa tumeweka hapo hizo vyombo, kwa sababu si zote zinapata kila aina ya vyombo kwa sababu zile za county referral level 5 zinapata nyingi na tofauti na zile zingine level 4 zinapata aina nyingine ndio ziwe zinaweza kuhudumia watu. Na hiyo mitambo ikiwa iko hapo inamaanisha kwamba kama vile tunasema kama unasema MRI ama unasema mambo ya X-ray ni kumaanisha ya kwamba kama Nakuru sasa wanaweza kufanya MRI katika hospitali ya serikali na ndio sababu huo kupunguza gharama kutoka shilingi 40,000 mpaka 10,000. Na hiyo sio ile gharama kawaida, kwa sababu hata mtu anatembea kuja Nairobi, hizo zingine hatujahesabu, ni zile za kupiga hiyo picha. Na hizo zitakuwa katika hospitali kadhaa 15. Na hizo hospitali ziko kwa nchi nzima kama referral hospitals. Kwa hivyo kuna mpango, na nikimjibu ndio hazitoshi, lakini tutakuwa na county referral hospitals na tutakuwa na regional referral hospitals. Kama vile umesema ugonjwa wa saratani, tunataka kujenga kulete vyombo na mitambo ya ugonjwa wa saratani katika hospitali 4 zaidi ya Kenyatta na Moi. Ndio Kisii itakuwa kama moja, Jaramogi Odinga itakuwa nyingine, Nyeri itakuwa nyingine, Coast General Hospital. Kwa hivyo watu wanaweza kuja kupata matibabu hapo. Tunatarajia kwamba mtaleta kufikia lini hizo mashine katika hizo hospitali 4? Kabla ya Disemba zitakuwa zishaingia, kwa sababu kuna mijengo ile inatakiwa kujengwa ndio hizo vyombo vije kuwekwa hapo ndani, ni special hiyo zinajengwa. Kwa hivyo kuna nia ya serikali kuendelea kuleta vyombo na vifaa katika hospitali kuu na hospitali za kaunti na kusaidiana na kaunti ndio watu waweze kupata matibabu. Na hii fedha ni ya serikali kuu, Wizara ya Afya ndio inapeleka hizo pesa kwa kaunti. Hiyo haitoki kwa ile bajeti kaunti imepewa kupatiana huduma. Kama ile mpango wa kina mama kujifungua, kwa sababu sasa kina mama wanatakiwa kwenda hospitali wajifungue bure, na hiyo serikali italipa, serikali kuu, Wizara ya Afya italipa hiyo pesa. Hiyo si kusema kaunti haina pesa ya kupatiana hiyo huduma, lakini serikali inataka kuhimiza watu kina mama kuwapatia matibabu ama nafasi ya kuzaa katika hospitali bure. Unaweza kwenda kliniki uzae alafu ulete mtoto, na hiyo pesa hiyo hospitali itapewa na serikali. Lakini wengi wao wanasema wanapoenda kujifungua wanatozwa bado ada fulani. Hizo ada zinatozwa ni za nini hasa? Na mtu anaweza kulalamika wapi? Hiyo lazima mtu alalamike kwa sababu ukienda kujifungua katika health center tunawalipa 2,500. Ukienda kwa hospitali zile ndogo ndogo tunawalipa 5,000. Na ukienda kwa hospitali kubwa tunawalipa 17,000. Kwa hivyo hakuna haja ya mtu kina mama yule anaenda kujifungua kuulizwa alipe pesa fulani. Hata kwenda kliniki atakiwi alipe. Na hiyo si hiyo peke yake. Dispensary na health center serikali ilitoa ada ile watu walikuwa wanalipa. Ukienda dispensary unalipa shilingi 10 ndio upate matibabu. Hiyo ishatolewa na kuna pesa zile tunawapatia county ndio kucushion hiyo expenditure. Ndio kila mtu Mkenya yeyote anaenda dispensary na health center anatakiwa kupata matibabu ya bure. Kwa hivyo mtu akipata, ukienda hospitali utozwe ada, unaweza kupiga ripoti wapi ukitozwa pesa zozote? Ukitolewa ada katika health center na dispensary, ukitolewa ada kama wewe ni mama mjamzito na unataka kujifungua katika hospitali ama dispensary ama kliniki ya serikali, lazima ukatae na upige ripoti kwa management ya hiyo hospitali ama kwetu sisi na kwa governor, kwa sababu ndiye yuko katika kaunti na najua hii mipango yote iko. Ndio watu uweze kusikizwa
na watu wapate kuadhibiwa vile inatakikana, kwa sababu hutaki kuuliza mtu hela hizo, kwa sababu serikali kuu imeweka hizo pesa hapo. Na hata hivyo serikali kuu imeweka fedha